Hali gani Mwanazaru Media, karibu kwa mara nyingine tena, na kama nilivyoahidi wiki iliyopita, leo nitakuwa na mada ambayo nitazungumzia watu wa aina tatu. Mtu wa kwanza ni mtu ambaye ana vidole zaidi ya 5, yani vidole 6 na kuendelea. Mtu wa pili ni yule ambaye ana kitobo kwenye sikio lake ama masikio yake yote mawili, na mtu wa tatu niliahidi nitamzungumzia mwanamke mwenye ndevu. Na hawa wote watatu nitawazungumzia katika kipengele cha saikolojia zao pamoja na tabia zao ambazo zinatokana na jinsi ya maumbile yao yalivyo. Kama ni mgeni, karibu, lakini pia kama mwenyeji na kusisitizia karibu sana. Ili kuwa kwanza kupata video zetu, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Itatokea alama kengele, utaibonyeza pia. Asante. Kutokana na muda nitazitaja tabia zao kwa haraka kidogo, hivyo utasikiliza kwa makini. Watu wenye vidole 5, chanzo kikubwa ni kutokana na mfupa ambao huwa unaleta mgawanyo wa vidole kugawanyika kwao mara 2, hivyo kuongeza kidole cha ziada. Tabia yao kubwa ya kwanza kisaikolojia iliyothibitika, hawa jamaa huwa wana proximity strong confidence, tabia ambayo huwa inawafanya wao kuwa na uwezo wa kujiamini wa ziada. Inawapelekea kuweza kufanya vile vitu ambavyo sisi huwa tunafanya tukiwa wawili watatu, wao wana uwezo wa kuvifanya peke yao, kutokana na hali yao kujiamini, kutokana na maumbile hayo walionayo. Huwa wanajiamini kupita hali ya kawaida. Sasa hali hiyo ya kujiamini mara nyingi inaweza kawapa mafanikio, wakatimiza malengo yao kwa haraka, kwa sababu sisi tungeogopa kufanya, lakini kuna muda inawapa hasara kutokana na hiyo hali ya kujiamini kupita kawaida. Tabia pili ambayo imethibitika kwa hawa jamaa, wako too compassionate. Ni tabia ambayo kwamba wanazifahamu sana hisia zao, na sio hisia zao tu peke yao, wanazifahamu pia hisia za mtu mwingine wakikaa naye tu karibu. Hivyo ni wataalamu sana kwa masuala ya hisia, kwa sababu wana uwezo mkubwa ku control hisia zao, lakini pia hata na hisia za mtu mwingine. Anaweza kawa yuko kwenye malumbano na unaona kabisa ingelikuwa ni mtu mwingine angepata hasira, lakini yeye anakuwa iko calm na anakuwa relax, na huenda kaonesha tabasamu kipindi ambacho mtu wa kawaida yeye angekuwa ameonesha hasira. Lakini pia wana uwezo wa kugundua mtu fulani anajisikiaje na kuweza kuzivaa zile hisia kana kwamba ni za kwao. Tabia hii inawafanya wewe wazuri kuweza kutoa ushauri, wewe wazuri sana kuweza kufanya maamuzi sahihi, na wanakuwa ni watu ambao mara nyingi wanakuwa ni washauri wa jamii, ama wanakuwa ni watu fulani hivyo kuweza kutoa mwongozo wa nini kuweza kufanyika. Tabia hii ya too compassionate inawafanya wao kuwa bora zaidi kwenye masuala mengi yanayohusisha hisia, imani, hekima, ni hasira, ni utulivu wa kihisia. Hawa jamaa wanakuwa wako bora zaidi katika kipengele hicho. Mimi binafsi sio mtaalamu wa maandiko, lakini ukisoma Samueli wa pili 21:20-21, Biblia inatueleza wale watu waliokuwepo zama za Nabii Daudi ambao walikuwa na miili mikubwa. Sasa Biblia imewataja kama watu hao walikuwa na vidole 6 vya mikono na vya miguu. Sasa kuna baadhi ya watu wanataka watoe ushahidi ya kuwa huenda wale watu wenye vidole 6 vya mikono na miguu huenda wamejaliwa kuja kuwa na nguvu, ushawishi ama umaarufu duniani, ama kuja kuwa viongozi wenye ushawishi mkubwa duniani. Na wanaenda mbali zaidi na kutoa baadhi ya mifano. Ukiachilia mbali Enza kina Goliath, wanaenda mbali zaidi za mahizi na kusema kuwa ukimwangalia mtu kama Mel Brooks, mwigizaji maarufu nchini Marekani, ambaye mkono wake wa kushoto naye una vidole 6, lakini pia hawaishi hapo, wanaenda paka kwa mwigizaji maarufu Denzel Washington kutokea pale Hollywood Marekani. Yeye aliweza kufanya upasuaji akiwa mdogo, alikuwa na vidole 6 lakini vikabaki 5, lakini kile cha mwisho bado kina madhara ya ule upasuaji. Ukifanya upasuaji huenda kikatoka, lakini wengi huwa wanabaki na madhara ama alama ya ile upasuaji. Lakini pia kaenda bara la India wakamkuta Hrithik Roshan. Hii sura sio ngeni kwako kabisa. Naye huyo mkono wake wa kushoto uko vizuri, lakini mkono wa kulia ambao anauficha una vidole gumba 2. Sasa watu hawa huwa wanaamini kwamba huenda watu wenye vidole 6 vya miguu ama vya mikononi huenda watakuja kuwa watu wenye nguvu, watu wenye ushawishi, ama viongozi wenye ushawishi mkubwa duniani. Je, hili swali linaweza likawa ni kweli? Hebu niandikia hapo chini kwenye comment niweze kujua, je, hili swali lina uhalisia kiasi gani? Hi everyone.
everyone, it's your girl Harinam Kaur. I am a motivational speaker and social activist, and as you can see, I live. Wanawake wenye ndevu nadhani kwako sio swala geni. Sasa hawa imethibitika wana tabia kubwa mbili. Tabia kwanza, they have no fear to lose. Yani wao hawana hofu kabisa ya kupoteza, imani kupoteza mpenzi, mume, kupoteza kazi, kupoteza swala fulani, kupoteza mahusiano. Huwa mara nyingi huwa hawaogopi. Na hii inatokana na saikolojia yao kwamba wanahisi huwa wamepoteza sifa yao ya kuwa mwanamke kamili. Hivyo mara nyingi inawapelekea kutokuogopa kupoteza hata vitu vingine. Hivyo kama ni mpenzi wako, rafiki yako ama mke, epuka kumwambia ile maneno kwamba huwezi kuishi bila mimi, huwezi kuishi bila hii ofisi, kwa sababu mara nyingi maneno kama hayo huwa hawajali kabisa kupoteza kazi ama mahusiano. Tabia ya pili kubwa ambayo imethibitika, hawa jamani mood swingers, kwamba mood yao huwa inabadilika mara kwa mara. Masaa mawili amecheka vizuri na watu wametabasamu, masaa mawili yajayo amenuna kabisa, na hata ukimuuliza sababu ya kununa yeye mwenyewe anakuwa haifahamu. Hivyo kama ni mkeo, rafiki yako ama jirani, ukijua kabisa hii tabia hafanyi makusudi, inatokana na hormonal imbalance, yani homoni zake zinakuwa hazijabalance na zinamsukuma yeye kuweza kufanya vitu kama hivi. Hizo ni tabia mbili ambazo zinathibitika kuhusiana na hawa wanawake wenye ndevu. Mtu wa mwisho kwa leo ni mtu ambaye ana kitundu kwenye sikio lake, kitaalamu inaitwa preauricular sinus ama preauricular pit, na inatokana na tishu laini za sikio wakati sikio linatengenezwa hayakuwahi kufunga na kuacha hiyo nafasi. Kiafya mara nyingi hii haina madhara yoyote, japokuwa kama wadudu watapata kuingia ndani hapo na kuweza kuzaliana, basi wanaweza kusababisha sikio kuvimba na kuumwa, lakini hali ambayo inatibika kabisa. Lakini tabia za kisaikolojia watu hawa wako nazo. Tabia moja kubwa ni watu wenye hasira sana, na tabia ya pili, watu hawa wanakuwa ni watukutu, lakini kadri wanavyozidi kuzeeka, yani kadri umri wao unavyozidi kwenda, basi ni watu ambao inaaminika wanakuwa na busara nyingi zaidi. Ukamkuta mzee ambaye ujanani alikuwa na hichi kitobo, mara nyingi anakuwa ni mzee mwenye hekima kubwa sana. Mimi kwa leo niseme kwamba naishia hapa, na nimekueleza vitu vingi, kuanzia wale watu wenye vidole zaidi ya 5, pia tukamtizama yule mwanamke mwenye ndevu, na tumemalizia huyo mtu mwenye kitobo sikioni. Hebu niandikie maoni yako hapo chini. Ni sehemu ipi umejifunza zaidi? Ni sehemu ipi labda una ushahidi gani wa vitu vilivyoelezwa hapa labda shoko viona kwenye jamii? Hebu niandikie hapo chini kwenye comment, lakini pia nikuombe usisahau kubonyeza alama like. Bye bye. Ili kuwa kwanza kupata video zetu, tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video yako iliyoandikwa subscribe. Itatokea alama kengele, utaibonyeza pia. Asante.